Asilimia kubwa huwa tunatafsiri kujipenda, kujijali na kujithamini ni kutumia fedha kwenye mambo ya anasa, kwenye mambo ya gharama na mambo ambayo yatakufanya uonekane labda una fedha nyingi au ni tajiri ama unaweza kutumia. La hasha. Bali kujipenda na kujijali na kujithamini ni kuweza kufanya mambo ambayo cha kwanza yatalinda au yataboresha afya yako, cha pili yatakinga au yataimarisha akili yako, lakini cha tatu yataweza kukupa furaha, amani pamoja na kuimarisha hisia zako. Na mambo hayo huwa ni bure, hayana gharama yoyote. Jambo la kwanza ni mazoezi. Mazoezi hayahitaji fedha, yanahitaji uamuzi, kwa sababu unaweza ukafanya mazoezi ya kukimbia, ya kutembea barabarani, push up ndani, samsarova na pamoja na mazoezi mengine ndani ambayo hahitaji fedha yoyote zaidi ya maamuzi ambayo utayachukua. Kumbuka, mazoezi yanaimarisha mwili kwa kuimarisha misuli ili uweze kujiongea pamoja na kupa mwili flexibility, lakini anaimarisha akili kuweza kukomaa pamoja na kuweza kuhimili changamoto zozote, pamoja na hisia ili kuweza kuwa hisia zinaweza kuhimili hitilafu ya aina yoyote inaweza kutokea na kuweza kubounce back unapopata changamoto ya aina yoyote. Cha pili ni usingizi. Kulala usingizi pamoja na kupumzika. Kama mnavyojua hakuna gharama kubwa kama kutafuta usingizi ambao umepoteza kwa muda mrefu kwa makusudi. Kila binadamu ana saa ya usingizi na unatakiwa ulale masaa siyopungua 7 na siyozidi 9, kwa sababu ndani ya masaa hayo ubongo huwa unatumia kuweka kumbukumbu sawa, kuweza kuweka mafaili ya kila kitu sawa, lakini pia kuweza kuondosha zile beta amyloids katika ubongo wako ili kuepusha na brain tumors pamoja na kansa nyingine. Lakini pia kinga ya mwili huweza kuimarika na kuweza kuondoa vimelea vya magonjwa yoyote ambayo yapo katika mwili wako, lakini kuweza kukusaidia kukua, kuweza kusaidia kuponesha maradhi, kuponesha vidonda na maumivu ya aina yoyote na majeraha. Lakini jambo la tatu ambalo halihitaji fedha ni kusamehe. Kusamehe ni zawadi ambayo unaweza kujipa wewe mwenyewe ambayo itakuponesha na kukulinda dhidi ya maradhi endapo utaamua kuachilia maumivu na kuamua kujipa furaha wewe mwenyewe na kuachilia kila kitu kilichopita nyuma na kuanza kuishi maisha yako kwa furaha na amani leo ili kuangalia kesho yako iliyo bora. Cha nne ni jambo la kushukuru na kuridhika. Watu wengi huwa tunaumizwa sana au tunaumia sana kwa sababu tunaangalia vitu ambavyo tumevikosa kuliko vitu ambavyo tunavyo. Jambo ambalo linatupa simanzi moyoni na kusababisha kuzalisha homoni ya msongo wa mawazo, cortisol, kiasi kikubwa ambayo ina athari kubwa endapo itakuwa nyingi. Mwisho wa siku tunapata magonjwa kama ya pressure, magonjwa ya moyo na wengine hata kupata kichwa kuuma muda mrefu ambacho hakina tiba. Lakini sababu kubwa ni kwamba kuto kuridhika na kuto kushukuru na kusababisha kuwa na hisia ya huzuni ya muda mrefu ambayo inatuathiri. Jambo lingine ni kuto kujilinganisha na kujifananisha. Kuto kujilinganisha na kujifananisha ni miongoni mwa sababu kubwa inayofanya watu wengi waathirike kisaikolojia, kwa sababu wataona kwamba maisha yao hayana kitu kwa sababu hayajakamilika kama ya watu fulani. Wataona wana mapungufu kuliko watu fulani. Wataona wamekosa vitu vingi kuliko watu fulani, kiasi ambacho hata maisha yao ni zawadi ambayo ni ndoto ya watu wengine. Kama una afya njema, hebu mfikirie mtu ambaye yuko hospitali anapambania uhai wake. Kama upo hai, hebu mfikirie mtu ambaye yuko na ndoto kubwa ambaye yuko kaburini hajaitimiza. Kama unaweza kutembea kwa uhuru, hebu fikirie mtu ambaye kila siku wao ni wanakimbia au ni wakimbizi. Kwa hiyo uko katika maisha ambayo ni ndoto ya watu wengine, unatakiwa ushukuru na uridhike ili upate hamasa ya kuweza kusonga mbele na kutafuta vingine zaidi. Kuacha wivu, lakini kuacha chuki. Jambo lingine unaweza kujisaidia wewe mwenyewe kwa ajili kama kujipenda na kujijali na kujithamini ni kuhakikisha unaweka mipaka kwenye maisha yako, lakini pia kuiheshimu. Usiruhusu mtu akuvunjie heshima. Sema hapana sehemu ambayo unaona kabisa furaha yako inaweza au utimamu wako unaweza ukaathirika endapo utasema ndio. Jifunze kukataa bila kujielezea sana. Kama mtu anaweza kukuelewa hapana yako, basi huyo ni mtu sahihi. Lakini jambo ambalo la mwisho la msingi ambalo unatakiwa uliangalie kwa ajili ya kwako wewe mwenyewe ni kuhakikisha unaishi maisha mepesi. Maisha mepesi ya kwamba hutaki kujilinganisha,
Hutakiwi kutatua kila kitu katika hii dunia. Hutakiwi kuigiza maisha. Hutakiwi kujiona mkubwa tofauti na vitu ambavyo navyo. Unatakiwa uishi maisha rahisi kulingana na uhalisia uliokuwa nao, kulingana na maisha uliokuwa nao na kulingana na mazingira yanayokuzunguka. Kwa hiyo ukiwa unaishi maisha mepesi, hauto complicate maisha yako na utaishi maisha kwa amani na furaha. Hauhitaji kuwa na kila kitu ili kufurahi. Unahitaji tu kuamua kufurahi ili uishi kwa furaha na amani.